Jamal Islam TV, television ya Kiislamu. Jamvi la nasaha, hakika ni ya kweli. Hapa ndani ya Jamal Islam TV, ikiwapa nasaha na kujenga nyoyo za jamii duniani kote. Jamvi la nasaha, wakiwepo wenyeji wetu Mufti Sefu na Ramadhan, mgeni wetu rasmi Sheikh Jamal Swaleh. Sasa ndio nikasema vijana wako vizuri, lakini mna vurugu. Hapa ndani ya Jamal Islam TV, wazee karibu jamvi la nasaha, vijana jamvi la nasaha, wake kwa waume, karibuni kwenye jamvi la nasaha. Jamal Islam TV, television ya Kiislamu. Ndugu zangu, nikwambieni kitu kimoja, muda utaeshi. Pambana, jitahidi kupambana na ibilisi asikuingize kunako kitu cha ile nafsi mbaya. Unaona, nafsi mbaya, an-nafsul khabitha, nafsi mbaya. Hii itakupelekea kujivisha nuksi, na sikitiko zaidi nuksi kwenye wakati wa umri wako bado mdogo, bado kijana, halafu unajivika mambo ambayo yatakukosti baadaye, na utakosa amani duniani mpaka kesho akhera. Unaweza kwenda kwenye adhabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unaona, kwa hiyo pambana, ibilisi huyu asifikie kukukokota mpaka akakupeleka huko kwenye nafsi mbaya, mbovu, chafu. Usifikie huko. Mwenyezi Mungu akuhifadhini sana. Nafsi mbovu, mtu anaweza kusema vipi Sheikh Jamali? Hiyo inakupelekea kufikia kwenye kitu gani? Kufikia kwenye mtu anatazama maisha ya wengine, anatazama maisha ya vijana wenzie, anatazama maisha ya dada yule na kadhalika na hivyo. Nafsi mbovu mwisho anafikia kwenye lile baya kabisa ambalo limeshamiri zama hizi. Unaona, huyu ni kumlisha sumu tu. Watu wanaondoana sana, na hasa vijana, sumu. Unamkuta mtu kabadilika, kisha na ulikuwa Sheikh, nilikuwa nimekula sumu. Unaona, hii nafsi mbaya, kubweteka na kuto kujituma katika maisha. Mwisho unakaa wewe ni kutazama wengine nani kapiga hatua, kisha unafikia kwenye hii an-nafsul khabitha, nafsi mbaya, kwenye kitendo kama hicho. Mwenyezi Mungu akulindeni na hilo. Chukua hili uzingatie. Watazame maraisi wote wa nchi zote duniani, maraisi wa nchi, si ndio wanaitwa manamba moja hao? Watazame mawaziri wao, watazame viongozi wa viwanda vikubwa, unaona, wanaitwa madeje yao, viongozi wa viwanda vikubwa. Na hivyo hawa mpaka kufikia daraja hiyo wamesoma, kila mmoja sawa na upeo wake kielimu, wamesoma, wakawa wamefikia kwenye ngazi kama hizo. Unaona, mfano wako wewe kuwa mfano wa walimu zao, walimu wa hawa. Unaona, walimu wa hawa wamewasomesha, na labda huyo mwalimu ukimtafiti tayari mwanafunzi wake kawa ni raisi, mwanafunzi wake ni waziri, mwanafunzi wake ni mkurugenzi wa kiwanda fulani, lakini mwalimu bado yuko ni mwalimu yule, na anaendeleza wajibu wake ule, na haja katika nguvu, bado anaendelea kuelimisha wengine. Na labda huyo raisi anapita barabarani, eskoti hiyo kubwa, na hivyo gari zote zimesimama, harakati zote barabarani zimesimamishwa. Namba moja huyo anapita, mwalimu wake yupo hapo kwenye foleni barabarani anasubiri basi. Ndio mwalimu alimsomeshaga huyo raisi, lakini raisi leo ni mtu mwingine, na yule mwalimu bado ni yule. Kama kungekuwa watu wana utundu na ushenzi huu wa kupeana sumu, kulishana sumu, basi hawa walimu labda ungesema hawa na haki. Ndio wanani hawa? Kwa nini wale wembele alafu hawa walimu wako kwenye maisha kama hayo na hivyo? Lakini mwalimu bado kifua chake kipana, anaendelea kuelimisha. Tuwe na miono ya namna hiyo. Tuache miono mibovu ya kubeba hiyo an-nafsul khabitha, nafsi mbovu. Unamkuta mwanafunzi kasoma na akawa mzuri sana huyo mwanafunzi darasani kwenye mambo ya mahesabu. Kuna mwalimu ambaye imemweka vizuri na kuwa vizuri kwenye mambo ya mahesabu, na labda amekwenda akafika mbali zaidi huyo mwanafunzi. Mbele kule unamkuta ni rubani, analirusha ndege. Kuna mwalimu alimweka sawa kwenye mahesabu. Mbele kule unamkuta ni daktari ambaye anatoa moyo wa mwanadamu, anauweka mwenye sahani na kuanza kuweka sawa. Anampa huyu
usingizi baada ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. We duniani haupo, akhera haujafika, upo hapa. Unaona moyo wako humu ndani ya nani hapa na unani? Amesoma huyu, kasomeshwa, kuna mwalimu alimpanga hivyo na vile, lakini huyu mwalimu bado hajafikia kwenye hiyo daraja. Nenda na mfano wa Swahili wanasema kutangulia sio kufika. Tangulia sio kufika. Unaona? Kwa hiyo tuwe na roho za kufunguka, tuwe na vifua vya kunani kwa kiasi fulani. Kutangulia sio kufika. Mkulima anaweka mbegu zake mwenye ardhi. Ile mbegu ameanzia kiakili ndio ingeanza kutoka kwenye ardhi, ikachomoza, majani yake yakatoka. Lakini anaweka mbegu labda mita 20, anakwenda anarudi mstari mita 20, unakuta ile ya kule mwisho alomalizia ndio zimeanza kumea na kutoka mwenye ardhi. Hizi za mwanzo na labda zimeharibika au hazijatoka kabisa. Unaona mkulima we, kutangulia sio kufika. Ilikuwa kiakili hizi za mwanzo ndio zianze kutoka, zende zinafatana vile vile alivyoanza, lakini zinaweza kumea zile, hizi zikafeli, hizi zikakwama, na labda akarudi tena kupandikiza zingine, na kule kumekuwa vizuri. Maisha ya dunia ni hivyo. Tuache roho, tuache kuvaa jezi yenye nambari nyeusi. Kuna vijana ambao jezi lao nambari nyeusi ya kukaa kutazama, amekaa na roho imekaa kama ndoano, ni kukokota kokota wengine tu. Huyu kaendelea, huyu kafanya hivi, huyu vile. Kijana wangu, pambana, tafuta. Mtume anatuambia sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanihi, miongoni mwa uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuachana na yasiyomuhusu. Maisha ya yule hayakuhusu. Hamchangii biashara, hamchangii miradi, hamchangii mawazo, hamchangii. Ana njia zake, una njia zako. Pambana na nyote mtegemeni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atakubeba, Mwenyezi Mungu atakufikisha. Acha kujivisha roho ya nuksi, kujivisha vazi la nuksi, an-nafsul khabitha, roho ambayo ni mbaya sana. Nimalizie labda nikushindikize kwa aya. Kokota msahafu wa lugha yoyote ile, Kifaransa, Kiingereza, Kiswahili na hivyo, msahafu utaikuta sura ya 43 ndani ya msahafu. Sura ya 43 inaitwa suratu Az-Zukhruf. Hiyo sura, nenda kwenye aya yake ya 32. Anasema nini Allah subhanahu wa ta'ala? Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, hivi hao watu ndio wanagawa rehma za Mola wako? Viriziki vile ni wao wanagawa, huyu hivi, huyu hapana, huyu vile, ni kazi yao wao. Mungu anauliza hilo Allah subhanahu wa ta'ala, na hataki majibu, yeye mwenyewe anajibu. Nahnu qasamna bainahum maishatahum fil hayati dunya, hiyo kazi ni sisi ndio tunagawa maisha yao kwenye uhai wa dunia. Huyo ni sisi ndio tunagawa. Wewe ishia hapa, wewe nenda hivi, wewe endelea sana, wewe hivi, na wote hawa ni majaribio kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo Mungu anasema ni kazi yetu sisi. Warafana ba'dahum fawqa ba'din darajatin, tukawainua baadhi yao juu ya wengine daraja. Hawa tukawapeleka mbele zaidi, hawa tukawastopisha hapa, hawa wakakomea hapa. Tukafanya hivyo, ni kazi yetu sisi, anasema Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kazi yako wewe, huyu ni muache, huyu ni mkokote, huyu afe, huyu afanye hivi, huyu arudie kuwa masikini. Unajivisha nuksi moja mbaya sana, itakukosti mpaka kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu qasamna wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Unaona, tukawabeba hawa, tukawakwamisha hawa, tukanani hawa, ili baadhi yao wawahitajie wengine. Unaona, hao wasaidie hawa majukumu, na hawa nani hivi, sote tuhitajiane katika dunia. Ndiyo kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio akamweka mtu kwenye udreva, amefikia kwenye driver, huyu ni taxi driver, huyu ameishia kwenye bajaji, huyu anatembeza bodaboda, huyu naye kakomea kwenye beskeli. Wote hawa kuna raia wanahitajia hizi huduma. Kuna raia hawezi kufikia uwezo wa kulipa teksi, lakini atakwenda kwenye bodaboda. Kuna raia hawezi kufikia uwezo wa bodaboda au bajaji, atakwenda kwenye beskeli. Ni hivyo maisha ameagawa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutoke kwenye vitabia hivyo. Bado uko kijana,
bado upo ni binti, pambana, tafuta, muweke mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Uongo siku moja utatoboa na maisha yatabadilika. Kila siku sio Jumamosi, kila siku sio Ijumaa. Acha, siku zenye matatizo yake zitapita na patakuja siku zingine zenye faraja. Inna ma'al usri yusra, hakika pamoja na mazito kuna mepesi yanafuata hayo mazito. Mepesi yatatoboa tu, yatakuja. Kwa nini kutegana visumu hivyo, kutegana hivi na vile? Bado kijana mdogo, toka kwenye tabia za namna hiyo. Umefikia kumpa sumu, huyu kaondoka, kafa, kazikwa, kafa. Umefaidika nini? Umefaidika nini? Ili litakukosti muda wote. Utakaa unakumbuka kuna mtu niliangusha, litakukosti. Umeua mtu, halafu sio duniani tu, kisaikolojia utaishi vibaya, na kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala una adhabu. Umeua mtu, sio kazi yako hiyo. Tumwachie Allah subhanahu wa ta'ala, tuepuke na hiyo an-nafsul khabitha, nafsi chafu. Nafsi chafu. Kuwa na nafsi nzuri, kuwa na nafsi kifua kiko open, kimefunguka. Umeona mtu amejaliwa mashallah tabarakallah, roho imefunguka, roho nzuri, na sio roho ya kwa nini. Kwa nini? Wakati amefanya hayo Allah subhanahu wa ta'ala, wewe unauliza kwa nini? Kwa hiyo tuwe vijana ambao tunajituma na kuto kujihimiza kutazama ya huyu na ya yule, lakini tazama ya kwako. Wapi nimekwama? Kwa nini ninakwama? Nafelia wapi? Tengeneza, pambana. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakubeba, na siku moja utatoka mwenye maisha ambayo umo ndani yake, na utabaki unayaona hayo ambayo umo sasa hivi ni historia. Umekuwa ni mtu mwingine. Barakallahu fikum. Mwenyezi Mungu vijana akubebeni, akubarikini sana. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamal Islam TV Lobora. Jamal Islam TV.